Ninawakaribisha tena katika siku hii nyingine ya Jumatatu nzuri ya tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ninawakaribisha ndugu watazamaji na wasikilizaji wa channel hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, kwa kifupi inaitwa Sikweikwe. Ninaitwa Matthew Gervas Msagati, ni mwinjilisti wa Injili Inayookoa kutoka katika kanisa la SDA Asilia au kanisa la Waadventista wa Sabato Asilia. Leo tena nawakaribisha katika kipindi kingine tena ambacho Bwana Mungu mmoja wa pekee na wa kweli ameniwezesha tena kuruka hewani ili kuwalisha chakula cha kiroho ndugu watazamaji na wasikilizaji wa channel hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli. Ama baada ya kujitambulisha, kama nilivyojitambulisha, naitwa Matthew Gervas Msagati, natokea wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro, Tanzania, Afrika na duniani kote. Ninawaalika tuwe pamoja katika somo hili. Kabla ya yote, Paulo kwa Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya ya kwanza anasema, kabla ya mambo yote nataka sala, nataka dua, maombezi na shukrani vifanyike kwa ajili ya watu wote, na kwa sababu hiyo niweze kuomba. Baba yangu na Mungu wangu unayeishi mahali pa juu sana mbinguni, ninasema asante Baba kwa sababu ya ulinzi wako. Umenilinda katika siku hii ya leo hii tena, na umependa nitumike kama chombo ili kuweza kuwasilisha ujumbe wako kutoka mbinguni kwa ajili ya watazamaji wako na wasikilizaji wako wa channel hii. Basi Baba, ninaomba ukanitumie tu kama chombo, lakini mnenaji mkuu uwe ni wewe. Ninaomba uwepo wako ukatamalaki mahali hapa, ili ninapokuwa ninaifundisha dunia kwa njia ya channel hii, basi Baba ukawe pamoja nami. Ndivyo ninavyoomba nikiamini hata watazamaji na wasikilizaji utawapa Roho wako Mtakatifu waweze kulitafakari hili somo nitakalo kwenda kulitangaza hivi punde. Ndivyo ninavyoomba, ni kwa jina la Yesu, amina. Ndugu watazamaji na wasikilizaji, ni siku njema nyingine tena ambayo Bwana amependa tuonane, mimi na nyinyi. Ni wengi wamelala mauti, ni wengi wako maudini wanapambania uhai, ni wengi ambao wanasubiri masaa tu kupelekwa kwenye malalo, kwenye nyumba zao za milele. Lakini mimi na wewe ndugu mtazamaji, Bwana amependa tena tuwepo katika siku hii ya leo. Ni kwa neema tu. Sisi hatujampa kitu Mungu ili tuwepo katika siku hii ya leo. Na wale walioaga dunia na wengine wako mahospitalini wanapambania uhai wao, hawakumnyima kitu chochote Mungu, isipokuwa tu ni kwa mapenzi yake. Basi ama baada ya kusema hayo, ninalitangaza somo langu la leo. Linasema, ili ukubaliwe na Mungu ya kupasa ufanye nini? Hilo ndilo somo langu la leo. Ili ukubaliwe na Mungu ya kupasa ufanye nini? Ndio. Nadhani wengi tu tunapenda kukubaliwa na Mungu. Hata mtu ambaye hamjui kabisa Mungu, lakini anapenda siku moja apate uzima wa milele baada ya kukubaliwa na Mungu. Ndio. Sasa basi, somo kama linavyojieleza lenyewe, ili ukubaliwe na Mungu ya kupasa ufanye nini? Ili Mungu akukubali wewe kwamba ama kwa hakika huyu ni mtumishi wangu, huyu ni mja wangu, huyu ni mtu wangu, anastahili kuitwa mtu wa Mungu, nami nastahili kuitwa baba kwake. Ufanye nini? Ili ukubaliwe na Mungu inakupasa ufanye nini? Ndio. Watu wengi leo hii wanajitahidi kukubaliwa na Mungu, wanajitahidi kufanya ibada, wanajitahidi kuhudhuria makanisani, wanajitahidi kuhudhuria misikitini, wanajitahidi kuhudhuria kwenye mibuyu kwa imani zao ili wakubaliwe na Mungu. Lakini kumbuka kwamba unayetaka akukubali
ni Mungu gani? Ni Mungu gani unayetaka akukubali? Kumbuka somo langu linasema ili ukubaliwe na Mungu yakupasa ufanye nini? Lakini la kwanza linalokupasa kulifanya, umjue huyo Mungu ambaye wewe unataka akukubali na hatimaye upate uzima wa milele. Kwanza umjue huyo Mungu. Ndio. Umjue huyo Mungu kwanza unayetaka akukubali. Twende kwa pamoja tusome Matendo ya Mitume sura ya 17 aya 23. Tusome katika Biblia Matendo ya Mitume kwa wenye kuandika. Matendo ya Mitume sura ya 17 aya ya 23. Inasemaje? Biblia inasemaje? Matendo ya Mitume sura ya 17 aya 23. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Hiyo ni Biblia. Paulo alipokuwa anapita akayaona kwenye makanisa kuna madhabahu imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Kwa Mungu asiyejulikana. Tena Biblia kwa Mungu asiyejulikana imeandikwa kwa herufi kubwa zote. Kwa Mungu asiyejulikana. Watu wanamwabudu Mungu asiyejulikana. Halafu unataka ukubaliwe na Mungu. Kwa Mungu asiyejulikana. Madhabahu yameandikwa maneno hayo. Katika makanisa, kuna kanisa ndani ya madhabahu limeandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Paulo anasema nilipokuwa nikipita huko na huko katika kuangalia ibada zenu, alikuta madhabahu katika kanisa mojawapo limeandikwa, madhabahu hiyo imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Na Paulo anasema sasa mimi nawahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu pasipo kumjua. Haleluya. Kwa hiyo Paulo anataka kuwahubiri, akawahubiri watu akawahubiri watu wale ambao walikuwa wanamwabudu Mungu asiyejulikana. Sasa anawahubiri hao watu kwamba kuna Mungu anayejulikana. Huyo basi peke yake ndio anayepaswa kuabudiwa. Iweje wewe leo umwabudu Mungu asiyejulikana, wakati hali ya kuwa Mungu amejifunua, amejieleza? Kuna miungu wengi. Hata ukisoma Wakorintho wa pili sura ya 4 aya 4, kuna mungu wa dunia ambaye Mungu wa dunia hii amewapofusha watu akili zao isiwazukie nuru, injili ya kweli wasiipate. Mungu wa dunia hii amewapofusha akili zao, fikra zao, watu wasimuelewe Mungu wa kweli. Mungu anayejulikana watu wasimuelewe. Mungu wa dunia hii, ukisoma Wakorintho wa pili sura ya 4 aya 4 inasema Mungu wa dunia hii amewapofusha akili zao watu wasimjue wala wasifikirie kumjua Mungu wa kweli, isiwazukie nuru. Ndio. Lakini hata pia ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya 5 inasema ijapokuwa kuna miungu wengi tu mbinguni, duniani, sijui vitu gani, lakini inathibitisha kwamba kuna miungu wengi. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya 5. Kuna miungu wengi tu ambaye Mungu wa uongo, shetani, ibilisi hataki kabisa watu wamjue Mungu wa kweli. Na ndio maana watu wakaandika kwenye madhabahu yao kwamba wanamwabudu Mungu asiyejulikana. Paulo anasema sasa nawahubiria habari zake yeye ambaye nyinyi mnamwabudu bila kumjua. Ni jambo la kusikitisha sana katika kanisa la Waadventista wa Sabato huko Nomino nilikotoka huko. Unajua kanisa la Waadventista wa Sabato la General Conference limechukua imani ya kanisa la Roman Catholic ya kwamba kuna Mungu mmoja mwenye nafsi tatu
ambayo imani hiyo ya utatu ni ya kanisa la Roman Katoliki na washirika wake wa kijumapili, kanisa la General Conference, kanisa la Waadventista wa Sabato General Conference limelichukua fundisho hilo kwamba wao pia wanaamini kuna Mungu mmoja mwenye nafsi tatu, kwa maana Mungu huyo mmoja ndani yake kuna Baba, ndani yake kuna Mwana, ndani yake kuna Roho Mtakatifu. Hao watatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wako sawa kwa kila namna. Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Ina maana kwamba katika imani za Waadventista wa Sabato, imani 28 za Waadventista wa Sabato, imani 28 za Waadventista wa Sabato, imani namba 2 katika imani 28, imani namba 2 inasema tunaabudu utatu, tunamwabudu Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Alafu wanamalizia kusema kwamba, wanasema kwamba huyu Mungu mmoja mwenye nafsi tatu, huyu Mungu mmoja mwenye nafsi tatu, Mungu mmoja mwenye nafsi tatu, yeye yuko nje ya uwezo wa mwanadamu kuelewa. Hiyo imani namba 2 inasema Mungu mmoja mwenye nafsi tatu, yeye yuko nje ya uwezo wa mwanadamu kuelewa. Sasa kama huyo Mungu mmoja mwenye nafsi tatu yuko nje ya uwezo wa mwanadamu kuelewa, sasa si unaabudu Mungu asiyejulikana? Una tofauti gani na yale makanisa yale ambayo ndani yake kuna madhabahu iliyoandikwa kwa Mungu asiyejulikana, ambayo yalionwa na Paulo? Paulo aliyaona, na Paulo akasema, sasa nawahubiri kwa Mungu anayejulikana. Habari zake ni wape huyo Mungu ambaye mnamwabudu bila kumjua. Sasa nataka kuwahubiri habari zake. Sasa kanisa la Waadventista katika imani 28 za kanisa la Waadventista wa Sabato General Conference, huko katika imani 28, imani namba 2 inasema tunaabudu utatu, tunamwabudu Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Lakini huyo Mungu mmoja mwenye nafsi tatu wanasema kwamba yuko nje ya uwezo wa mwanadamu kuelewa. Jamani, unashindwaje kumwelewa Mungu wa kweli wa pekee hali ya kuwa amejifunua? Hiki si kichekesho. Inakuwaje awe nje ya mwanadamu, awe nje ya uwezo wa mwanadamu kuelewa hali ya kuwa Mungu mwenyewe amekufahamisha ili uelewe? Na ukisoma Yohana wa kwanza sura ya 5 aya 20, mwana wa Mungu ametupa akili ili tumjue Mungu aliye kwa kweli wa pekee. Ametupa akili. Ukisoma Yohana wa kwanza sura ya 5 aya 20, mwana wa Mungu ametupa akili tuzitumie kumwelewa Mungu wa kweli, kuelewa mafundisho ya uongo na mafundisho ya kweli. Tuzitumie akili zetu. Sasa kwa nini uabudu Mungu ambaye yuko nje ya uwezo wa mwanadamu kuelewa, hali ya kuwa yeye amejifunua ili umwelewe na amekupa akili ili umwelewe? Huoni kwamba ni upagani? Mungu wa kweli wa pekee aliyeumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, yeye ni Mungu wa milele. Lakini Mungu mmoja mwenye nafsi tatu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, huyo ukishamwelewa, maana anasema yuko nje ya uwezo wa mwanadamu kuelewa, lakini ukishamwelewa anakoma kuwa Mungu kwako. Ndio kama mimi nilipokuwa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato la General Conference, nilikuwa naabudu Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Tukakoti hili fundisho kutoka kwa Roman Catholic, likawa fundisho mama la kwetu, kwamba Mungu yuko mmoja, lakini ndani yake kuna Mungu Baba, ndani yake kuna Mungu Mwana, ndani yake kuna Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nilikuwa naamini hivyo. Nilivyoelewa kwamba huu ni uongo, akakoma huyo Mungu kumwamini mimi. Lakini Mungu wa kweli ukimwelewa anabaki kuwa milele. Mungu wa uongo wa utatu, ukimwelewa anakoma kuwa Mungu kwako. Ndio somo langu linasema, ili ukubaliwe na Mungu yakupasa ufanye nini? Ndio pia tunaweza tukasoma Wakorinto wa pili, Wakorinto wa kwanza sura ya 8 aya 5 mpaka ya 6. Biblia inasemaje? Wakorinto wa kwanza sura ya 8 aya 5 mpaka ya 6.
kwa wenye kuandika. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya 5 mpaka ya 6 inasema, Biblia inasema, kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu, narudia, Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya 5 mpaka ya 6 inasema, Biblia inasema, kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu, ama mbinguni ama duniani, kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Ndio Paulo baada ya kupita huko mitaani kuangalia namna ya ibada za watu, akakuta kanisa moja ndani yake kuna madhabahu yameandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Lakini Paulo akasema, sasa mimi nawahubirini ninyi habari zake Mungu huyo ambaye nyinyi mnamwabudu bila kumjua. Nawahubiri habari zake huyo Mungu ambaye nyinyi mnamwabudu bila kumjua. Ni Mungu gani? Ndio akasema kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya 5 mpaka ya 6 kwamba ijapokuwa kuna miungu wengi kama hao wasiojulikana, ama mbinguni ama duniani, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja, aliye baba wa vitu vyote, aliye asili ya kila kitu, lakini yuko na Bwana wetu Yesu Kristo, nasi tunaishi kwa yeye huyo. Na sisi tumetoka kwa yeye huyo. Ndio. Lakini pia Yesu mwenyewe alisema kwa Yohana sura ya 17 aya ya 3. Yohana sura ya 17 aya ya 3. Anamtanabaisha Mungu wa kweli ambaye watu wanamwabudu bila kumjua. Anasema Yesu kwa Yohana sura ya 17 aya ya 3, anasema, Biblia inasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kumbe Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu, aliye asili ya vitu vyote, ambaye ameumba vitu vyote, amefanya kila kitu kinachoonekana kwa macho ya nyama na vile visivyoonekana kwa macho ya nyama. Vyote vimeumbwa na Baba na Mungu wa kweli. Halafu yupo na Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alimtuma kuja duniani kufanya ukombozi kwa ajili ya dhambi zetu. Huyo ndiye Mungu ambaye ukimjua utakubaliwa na Mungu. Kama linavyosema somo langu, ili ukubaliwe na Mungu ya kupasa ufanye nini? Umjue yeye kwanza. Umjue yeye kwanza. Huyo unayetaka akukubali umjue. Utatakaje akukubali Mungu ambaye humjui? Huyo Mungu wa pekee wa kweli, aliye asili ya vitu vyote, aliyeumba vitu vyote vinavyoonekana visivyoonekana, yeye huyo unapaswa kumwamini na kumpenda na kumwamini kwa 100%. Umwamini kama vile unamuona. Umwamini Mungu wa kweli wa pekee kama vile unamuona, na lau kama humuoni, lakini yeye anakuona. Ndivyo unavyopaswa kumwamini hivyo. Huyo Mungu wa kweli, Mungu wa pekee wa kweli, lakini pia na Yesu Kristo mwana wake umwamini. Umwamini. Hayo ndiyo ya kupasayo kuyafanya. Ili ukubaliwe na Mungu, ya kupasa ufanye nini? Umjue kwanza Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Ndio. Lakini pia Biblia inasema kwa Mathayo sura ya 7 aya 21 mpaka 23. Mathayo sura ya 7 aya 21 mpaka 23. Biblia inasema kwa Mathayo sura ya 7 aya 21 mpaka 23. Nasoma kama ilivyo andikwa. Mathayo sura ya 7 kwa wenye kuandika, Mathayo sura ya 7 aya 21 mpaka 23 kwa wenye kuandika. Biblia inasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni,
bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Wengi watamlilia, wengi watamlilia, hatukutoa miujiza, hatukufanya unabii, hatukufanya hiki na kile kwa jina lako. Yesu atasema, ondokeni kwangu mtendao maovu. Ndugu zangu watazamaji, si kila mtu anayesema Bwana, Bwana, Yesu, hivi na hivi, tuokoe, Yesu, basi wewe unayejifanya umeokoka, wewe unayejifanya unaabudu Mungu mmoja mwenye nafsi tatu, wewe leo hii unayesema Bwana, Bwana, utakayeingia kwenye ufalme wa Mungu. Yesu anasema hapana. Hapana, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa Baba yangu wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu. Ndio. Wewe toa muujiza, ponya viwete, ponya vipofu, toa mapepo, poza wagonjwa, lakini kama humjui Mungu wa pekee wa kweli, halafu na Yesu Kristo aliyemtuma, wewe kwako hapana asubuhi. Ndio. Kwako hakuna asubuhi. Hapo hujakubaliwa na Mungu. Ili ukubaliwe na Mungu, somo langu linasema ya kupasa ufanye nini? Ili ukubaliwe na Mungu, ya kupasa ufanye nini, ewe mtazamaji? La kwanza, umjue Mungu wa pekee wa kweli, kisha na Yesu Kristo ambaye alimtuma hapa duniani kuja kufanya ukombozi. Ni hivyo tu. Ndio. Lakini Biblia inaendelea kusema, ukisoma Warumi sura ya 12 aya ya 2, Warumi sura ya 12 aya ya 2 inasema, Biblia inasema kwa Warumi sura ya 12 aya ya 2, Biblia inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Ndio. Narudia aya hii. Warumi sura ya 12 aya ya 2 inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Ukijua mapenzi ya Mungu, hakika utakuwa mkamilifu. Ukijua mapenzi ya Mungu, hakika utakuwa mkamilifu. Ukimjua Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma, hakika utakuwa mkamilifu. Hayo mapenzi ni mapenzi gani? Hayo mapenzi ya Mungu ambayo Biblia inasema, wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza Mungu, ya kumpendeza na ukamilifu. Hayo mapenzi ambayo unapaswa kuyajua. Biblia inasema uyajue mapenzi ya Mungu ni yepi. Hayo mapenzi ya Mungu ni yepi? Ndiyo, umeshamjua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Umeshamjua. Unatafuta kukubaliwa na Mungu. La kwanza la kukupasa kulifanya, umemjua, umemtafuta Mungu wa kweli, umemtafuta Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo ambaye alimtuma. Tayari umefanya sharti la kwanza. Limekupasa kulijua hilo. Umelijua hilo. Sasa Warumi sura ya 12 aya 2, Paulo anasema uyajue na mapenzi yake ili uwe mkamilifu. Hayo mapenzi ni mapenzi gani? Hayo mapenzi ya Mungu ni yepi? Twende pamoja. Soma Wafilipi sura ya 4 aya ya 8. Wafilipi sura ya 4 aya ya 8. Wafilipi sura ya 4 aya ya 8 kwa wenye kuandika. Ndasoma kama ilivyo. Biblia inasema, hatimaye ndugu,
Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu ambayo Biblia, Paulo kwa Warumi sura ya 12 aya 2 anasema uyajue mapenzi ya Mungu. Anasema mambo yoyote yaliyo ya kweli, mambo yoyote yaliyo staha, mambo yoyote yaliyo ya haki, mambo yoyote yaliyo safi, mambo yoyote yenye kupendeza, mambo yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Hapo utakuwa na kibali cha kukubaliwa na Mungu. Utakuwa na kibali cha kukubaliwa na Mungu. Ndiyo ndugu mtazamaji na msikilizaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Ukiyafanya hayo, utakuwa mkamilifu mbele za Mungu na utakubaliwa. Ndiyo. Somo langu limeishia hapo. Kama nilivyosema kwamba somo langu linasema ili ukubaliwe na Mungu ya kupasa ufanye nini? Ili ukubaliwe na Mungu ya kupasa ufanye nini? Tumesema ya kwamba umjue kwanza Mungu, ya kupasa kumjua kwanza Mungu wa pekee, wa kweli, na Yesu Kristo aliyemtuma kuja duniani. Hilo la sharti la kwanza linalokupasa kulijua kwanza. Umjue Mungu huyo unayetaka akukubali. Umjue. Usiwe miongoni mwa wale ambao kwenye madhabahu yao wameandika kwa Mungu asiyejulikana. Hata kama kanisa lako kwenye madhabahu yake hayajaandikwa maneno hayo, kwa Mungu asiyejulikana, lakini ukiwa unamwabudu Mungu ambaye hayupo kwenye Biblia, Mungu wa utatu, Mungu mmoja mwenye nafsi tatu, ambaye yuko nje ya uwezo wa mwanadamu kuelewa, hata kama madhabahu hiyo haikuandikwa kwa Mungu asiyejulikana, lakini maadamu unamwabudu Mungu mmoja mwenye nafsi tatu ambaye yuko nje ya uwezo wa mwanadamu kuelewa, wewe unamwabudu Mungu asiyejulikana. Sasa mimi Matthew Gervas Msagati ninakuhubirini, ndugu watazamaji, mumwabudu Mungu anayejulikana, ambaye yupo kwa Yohana sura ya 17 aya 3 inayosema wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Lakini pia Paulo anasema kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya ya 5 mpaka ya 6 kwamba Mungu, japo kuna miungu wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja, aliye asili, ambaye ndiye Baba. Asili ya vitu vyote ni yeye, lakini pia na Bwana wetu Yesu Kristo. Ukifanya hayo, halafu ukafanya mapenzi ya Mungu ambayo ndani yake kuna maneno ya kweli, kuna maneno ya staha, kuna maneno yenye kumpendeza, kuna maneno yenye sifa njema, kuna maneno yenye sifa nzuri, utakuwa mkamilifu. Na ukiwapo wema wowote ndani yake katika mapenzi hayo utakayofanya, wewe ni mkamilifu. Wewe utakubaliwa mbele za Mungu wa kweli na utapata uzima wa milele. Amina. Ama baada ya kusema hayo, niombe. Baba yangu na Mungu wangu unayeishi mahali pa juu sana mbinguni, ninasema asante Baba kwa sababu ya ulinzi wako. Umetulinda mimi na watazamaji wangu na wasikilizaji wangu hata mwisho wa somo hili. Ulinitumia tu kama chombo, lakini mnenaji mkuu ulikuwa ni wewe. Baba, nimelihitimisha hili somo kama ulivyonituma. Basi Baba, ukawavuvie Roho wako Mtakatifu aongee na watazamaji na wasikilizaji, ili waweze kuelewa na hatimaye wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo ambaye ulimtuma. Baba, ninaamini ya kwamba utawavuvia Roho wako Mtakatifu. Ndivyo ninavyoomba, ni kwa jina la Yesu. Amina.